afternoon. My name is Leonard Kipronosang, a brother to Nicholas Koskei, and here is my family. And to the person who is going to read the tribute, I'm going to welcome Petri to read the tribute on behalf of the family. Mr. President and all protocol observed, I'm Bet Kemtai, Nick brother, and I'm here to read for you tributes. We together, heavily hearts to mourn the loss of our brother Nick Koskei, the pillar and the sole breadwinner of our family. Nick was just a brother, son, and a friend. He was our provider, our protector, and our greatest source of strength. His hard work, dedication, selfless sacrifice kept our family going. He carried our hopes on his shoulders and never complained, always putting us before himself. Rest in peace, Nick. You fought a good fight, you never rest, and you finished strong. We will forever honor you, cherish your memory, and strive to uphold the value you lived by. You will always be our hero. His Excellency, as you have heard earlier through our governor, Mr. Honorable Ntutu, Nick ndiye alikuwa kijana tuliyemtegemea nyumbani. Sisi kama familia tulitarajia Nick ndiye akuje abadilishe familia yetu, kwa vile mahali tunaishi saizi sisi tulitoka Narok, ndio maana mlisikia tunatoka saizi Bomet. Nick alipoanza shule, sisi kama familia, babangu na mama walijitahidi kuweza kumsomesha yeye. Ilhali alipokuwa akianza shule, shamba na vitu zote za nyumbani, all the resources, wazazi wangu walitumia kila kitu. Tuliuza shamba pale Narok ili tukakuja Bomet. Mahali tunaishi saizi Bomet, tunaishi katika plots. We are there like squatters. And because all our resources we spend on Nick so that Nick to come and change our family. Baba yangu aliposikia ndege imeanguka, aliweza kuniita niende nyumbani. Tuliposungumza naye akaniambia kijana wetu ni kama alikuwa kwa hiyo ndege. Na sasa hakuna mahali tutaenda. The earlier week alikuwa amepigiwa na mwenye shamba mwenye tunaishi saizi. Shamba tunayoishi saizi ni less than a plot, 3 of a quarter. Alipigiwa na huyo mwenye shamba akaambiwa atume pesa juu hatujawahi maliza kulipa hiyo shamba, kwa sababu pesa yote ya shule baba yangu aliuza hiyo shamba ya Narok ndio aweze kumlipia. Hadi saa hizi imekuwa ni usuni juu mimi kama brother yake mkubwa tuna rent nyumba. Babangu aliniita akaniambia, sasa saizi Nick amepotea, amefariki. Nick tutamzika wapi? Kwa vile shamba tunayoishi haijakuwa yetu, hatuna title deed, ni agreement peke yake tuliandikiwa. Na landlord anataka pesa zake, the land seller anataka pesa zake. Nikamtuliza na nikamwambia Mungu anajua mbele, na hiyo ni mpango ya Mungu. Na kwa hivyo His Excellency, tunaomba utuangalie kama familia, kama vile ulikuwa umetuahidi. Niko na sister yangu mdogo ambaye tumebaki pamoja nyumbani. Nick ndio alikuwa akimsomesha. Hiyo wiki ya Friday, on that Thursday, babangu alimtumia Nick message akamwambia
shule itafunguliwa on Monday. Nick alikuwa alipe fee the whole year, juu shule alikuwa anatakiwa alipe fee. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie kama county and na president. Asanteni. Mr. President, because of time, I would like to invite our father to introduce the family. Thank you. Your Excellency, the President, sitaki kuongea mengi. Mongolo leche chang tam gelelen pigile kitindorik ako magitindo nyek. Amwoe kityo Your Excellency ole kere ngwony elokonoren kichana ndono nyudet. Akonorie ngeter. Igere Bwana Dutu, umekuja ukasema utapanga vile inatakikana. Sitaki kusema mengi, mtaona mali nitamshika huyo kijana. Asante. Asante sana. Asante sana.